Kristo, tutaitwa Wakristo na tutatambuliwa tu hata kama tutatambulisha mahali popote. Amen. Kwa hiyo huyu mwanamke akajua kwamba huyu anayepita hapa ni mtumishi wa Mungu. Akamsihi awe anapita nyumbani kwake, awe anapata angalau maji ya kunywa na chakula, ili kwamba anapoenda kwenye utumishi wake basi aende akiwa na nguvu. Wapendwa, Bwana tusaidie sana. Lakini hakuishia hapo. Mwanamke huyu akamwomba mume wake ya kwamba wamfanyie chumba kidogo, maana Elisha alikuwa anatembea umbali mrefu kwenda kwenye huduma yake. Biblia haiwezi kuandika yote, lakini akamwambia mume wake, naomba tumfanyie chumba kidogo, lakini tumwekee kitanda, tumwekee na meza, tumwekee na kinara cha taa. Anapopita basi akiwa amerudi amechoka, apite hapa ajipumzishe. Wapendwa, wana tusaidie sana. Huu ni moyo wa kujitolea ambao alikuwa nao mwanamke huyu wa Sunemu. Pamoja na kwamba alikuwa na tajiri, ni tajiri, utajiri wake haukumfanya ajiinue akimfahamu Mungu. Jamani, Bwana tusaidie sana. Unajua ni kweli kwamba Mungu atuponye. Unajua kuna wakati mwingine Mungu anaweza akatuinua akatubariki, halafu tukamsahau Mungu. Jamani, si kweli? Hata wakati wana wa Israeli walipokuwa wanatoka kule Misri, Mungu akasema kwamba akawaagiza kwamba watakapokula wakashiba wasije wakamsahau nani? Kuna watu wengine Mungu akiwapa chakula wakala wakashiba, utajiri, ni rahisi kumsahau Mungu. Lakini mtu ambaye anakumbuka huko Mungu alipomtoa na kwamba yeye ndiye anayetoa nguvu za kupata utajiri, hawezi kumsahau Mungu. Kwa hiyo mwanamke huyo akajitoa kwa ajili ya mtumishi wa Mungu Elisha, akafanya vile ambavyo alitamani ndani ya moyo wake kufanya. Elisha akakaa kwa muda ule ambao alikuwa na huduma. Biblia iandike ya kwamba ni muda gani, lakini wakati alipotaka kuondoka akataka ambariki yule mwanamke, kwa sababu kuna jambo ambalo alifanya na likabariki moyo wake, na Elisha akatamani ya kwamba Mungu ambariki. Wapendwa, Bwana tusaidie sana. Akauliza, akamwambia Gehazi mtumishi wake kwamba kamwite huyu mwanamke ili tumuombee kwamba Bwana mfanyie jambo. Wapendwa wangu, mtu unapokuwa na pesa au tajiri, ina maana kwamba sio kwamba changamoto nyingine haziwepo, si ndio? Mtu anapokuwa na pesa, anapokuwa na chakula, anapokuwa na magari, kuna kuwepo tu na changamoto nyingine. Wapendwa, Bwana tusaidie. Na huyu mwanamke alikuwa na changamoto ya kupata mtoto, alikuwa hana mtoto. Kwa hiyo wakati Elisha aliposema tukuombee nini, akasema mimi ninakaa katika watu wangu mwenyewe kwamba hana mtoto na umri ulikuwa umeenda. Lakini Elisha akamwambia, kwa majira kama haya mwakani utakumbatia mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wakaomba naye pale, wakamaliza, akaondoka. Biblia inasema ilipofika majira yale, kwa wakati ule ambao Elisha mtumishi wa Mungu alimtabiria, yule mwanamke wa Shunemu alipata mtoto. Wapendwa, Bwana tusaidie sana. Amen. Unajua kujitolea kuna faida katika maisha yetu, na inategemea na jinsi ambavyo mtu amemfahamu Mungu yeye binafsi. Huku Shunemu ina maana kwamba kulikuwa na watu wengi. Kwa mfano kama kijiji hiki cha Makini kina watu wengi, si ndio? Lakini akajitokeza mtu mmoja ambaye amefanya jambo la kumpendeza Mungu mpaka likawa limeandikwa. Kwa hiyo huyu mwanamke alikuwa na moyo tayari wa kumtumikia Mungu. Hakujali kwamba alikuwa labda na kila kitu au kwamba alikuwa na hitaji, lakini moyo wake ulitamani kumpendeza Mungu. Moyo wake ulitamani kumtumikia Mungu. Na alipojitoa kwa ajili ya Mungu, Mungu akaangalia ule utumishi wake akambarikia. Wapendwa, Bwana tusaidie sana. Amen. Lakini tunakuja kwa mwanamke wa pili ambaye ni mwanamke wa Sarepta. Mwanamke huyu alikuwa ni tofauti kabisa. Biblia inazungumzia mwanamke huyu kwamba alikuwa ni mhitaji, alikuwa ni maskini. Bwana atusaidie. Amen. Nafikiri wote tunajua habari za Elia. Somaji wa Biblia, tunafahamu historia ya Elia kwamba alifanya huduma, lakini yeye ndiye alikuwa ametaabisha sana taifa la Israeli, akafanya machukizo. Lakini wakati huo Elia akamwambia hapo mvua haitanyesha kwenye hii nchi ila kwa neno langu. Kwa hiyo akawa anatafutwa ili auliwe. Kwa hiyo akawa Mungu amempa maelekezo kwenda kwenye kijito kile cha Kerithi kujihifadhi. Mungu
kwa mkate na nyama. Lakini katika wakati kile kijito kikakauka, ndipo anaposema naye kwamba aende Sarepta, amemwandaa mwanamke mjane huko. Na mwanamke huyu mjane, Biblia inasema kwamba alikuwa na konzi moja ya unga, kama umefuatana na msomaji. Wakati alipofika langoni, alikutana na huyu mwanamke wa Sarepta ambaye alikuwa ni mjane lakini maskini. Elia akamwambia, ninaomba maji ya kunywa katika chombo. Wakati alipokuwa anaenda, akamwambia, tafadhali naomba na kipande cha mkate. Lakini mwanamke huyo akajieleza kwamba yeye ni mwanamke ambaye alikuwa na konzi moja tu ya unga, na alikuwa anaenda kujiogozea vikundi viwili ili akajifikia nafsi yake na mwanae wale wakafe. Maana kulikuwa hakuna tena tarajio lolote. Mvua ilikuwa haijanyesha kwa muda mrefu, kwa hiyo njaa ilikuwa kali. Wapenda Bwana tusaidie sana. Kwa hiyo akaona kwamba hiki kikosi kimoja cha unga, basi nikaokota vikundi viwili, tukajipikia na mwanangu tule, basi tusubiri kufa. Lakini Elia akamwambia, kanifanyie mimi kwanza. Pamoja na maelezo yake akamwambia, nifanyie mimi kwanza. Wapenda Bwana tusaidie sana. Yule mwanamke akatii, akamfanyia Elia kipande cha mkate. Lakini alipofanya kipande hiki cha mkate, akamletea mtumishi wa Mungu akala, akaja na yale maji. Biblia inasema kwamba pipa lake la unga halikupunguka, chupa yake ya mafuta haikuisha, wala hakuelekea uhitaji, kwa sababu Mungu alitenda muujiza. Wapenda Bwana tusaidie sana. Kwa hiyo wanawake hawa wawili ambao tunawazungumza ni wanawake wawili watofauti kabisa, lakini wote walimtumikia Mungu. Na wanatuonyesha tunajifunza nini hapa? Kwamba wakati tunapoishi katika ulimwengu huu, Mungu ametuita, haijalishi kwamba ni tajiri, haijalishi kwamba ni maskini. Wapenda Bwana tusaidie sana. Asubuhi tumejifunza tukaona jinsi ambavyo Mungu anasema kwamba yule yeyote ambaye atajitoa kwa ajili yake, basi atahesabiwa haki. Hata sisi wa mataifa ambao tulifikiwa na Injili, wokovu ulikuwa kwa ajili yetu. Wokovu ulikuwa kwa ajili ya Wayahudi, lakini hata sisi mataifa tukapata kufikiwa. Kwa hiyo tunahesabiwa haki kwa neema ya Kristo Yesu. Bwana atusaidie sana. Kwa hiyo haijalishi kwamba ni Myunani, Myahudi, haijalishi kwamba ni Tanzania, kama umeitwa ukakubali kuitika, ni lazima ujitoe kwa ajili ya Bwana. Haijalishi kwamba umeitwa katika hiyo tajiri au Bwana amekubariki, lakini haijalishi kwamba wewe ni maskini. Na ndio maana haya maandiko yanatufundisha kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kusema kwamba siwezi kumtumikia Mungu. Jamani, yuko kama mwanamke wa Sarepta ambaye tunasoma habari zake aliweza kumtumikia Mungu. Mimi na wewe kuna sababu ambayo inaweza kutufanya tusimtumikie Mungu. Kama mwanamke huyu tajiri alimtumikia Mungu, hakuna chochote ambacho kinaweza kumfanya mtu asimtumikie Mungu. Unajua wapendo wangu, kutoa au kujitolea ni moyo. Haihusiani na utajiri, haihusiani na umaskini. Haujaona matajiri wengi wanaogopa kutoa? Wapendo Bwana atusaidie. Haujawahi kuona matajiri ambao hawapendi kujitolea kwa Mungu? Wakifikiria kwamba wakitoa katika mali walizonazo watafungua. Kwa hiyo wanatamani kuendelea kufanyaje? Kuongeza. Hata Waswahili wanasema kutoa ni moyo. Wapendo Bwana atusaidie. Na sio utajiri. Kwa hiyo kuna tajiri ambaye anaogopa kutoa kwa sababu anafikiria kwamba akitoa katika vile alivyonavyo atakuwa amevipunguza sana. Na mwingine ambaye anajiona kwamba ni maskini, mwingine anaweza akajiona kwamba mimi ni maskini na sina kitu cha kumtolea Bwana.